mafuta kwa pembe. Yesu anapaka mafuta ya Roho. Amefanyika bora, wanaume wa wanaume. Amefanyika bora, bingwa Yesu amefanyika bora. Nasikia furaha nikisema haya maneno kwamba Yesu amefanyika bora. Nasikia vizuri nikihubiri Yesu aliyesulubiwa kwamba amefanyika bora, sababu malaika wamemwambia wale wanawake watatu walioenda kupaka mafuta, wamesema mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa, hayupo. Amefanyika bora Yesu. Oh, Yesu Kristo alisulubiwa. Hata kwamba wengine wana majina ya Yesu, maana Yoshua, Yesu jina lake maana Yoshua mkombozi. Pana mayoshua wengi, pana mayesu, pana mayesu majina zao, pana mabara Yesu, pana Yesu Yustro, lakini Yesu aliyesulubiwa, Yesu aliyesema imekwisha, amefanyika bora. Oh, hallelujah. Waebrania, hallelujah. Waebrania, twende pale, twende pale kwa Waebrania. Waebrania sura, tuanze pale kwa sura yake ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Wengine tutatuangalia Waebrania pale kwa sura 3 tutarishia 8:6 mpaka 8. Nasoma Waebrania, tuende pale kwa sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Amen, amen. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora, amefanyika bora. Narudilia pale, amefanyika bora, amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilolirithi livyo tukufu kuliko lao. Angalia pale, ndio 8:6. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maana nchi inayoingwa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa. Waebrania 8:6-8. Waebrania 8:6-8. Hébreux chapitre 8:6 jusqu'au 8e verset. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Amepata huduma iliyo bora zaidi. Kwa kadiri ya mjumbe wa agano lililo bora. Ndio. Lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Ndio. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, lingelikuwa liko bien, nafasi isingelitafutwa kwa lile la pili, hakungetokea agano jipya. Maana awalaumupo asema, ndio, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano langu jipya. Amen. Amen. Ya moyo umeguswa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji tunapokuwa katika mambo kama haya, mioyo iguswe. Amen. Mioyo iguswe. Maana moyo ikuguswa, hautarudia ulivyoingia. Ikiwa pana jeraha, pana ule ni reparateur, anarepare kwenye jeraha. Hata uende kwa daktari, ukutanane na madaktari wakubwa wamesoma mturukane, hata kutanane na hawana dawa ya kutunza jeraha, hawana. Ukimkutana mwambie mimi
daktari, nina jeraha za moyo, unipe dawa. Atakwambia ukamtafuta mchungaji. Ni kweli, ni Mungu. Wende utafute mchungaji wako. Atakwambia unaingia kama kanisa gani? Usipate mchungaji, mshike, unatafuta mchungaji wako. Anakutransfere. Unajua transfer ya kutoka kwa hospitali mpaka kukanisa. Mkinga daktari alikuya. Ezekiel kwa. Hai. Angetuambia transfer wanahitaji. De l'hôpital. Shiba natuambia hivi, unaanzia ku centre de santé. Bana kutuma ku centre de santé de référence. Centre de santé de référence inakutuma ku centre hospitalier. Ukishatoka pale unaenda ku hôpital général. Mais de l'hôpital général à l'église. Transfert compliqué. Très compliqué. Kwa watu wasiokuwa na roho hawaelewi haya mambo. Lakini watu wa roho huyajua kwamba kisichowezekana kwa mwanadamu, kisichowezekana kwa mwenye alisoma, kisichowezekana kwa mwenye alienda kusoma. Pengine wakaenda South Africa kusoma, pengine wakaenda Ethiopia kusoma, pengine wakapata mabuse na mabuse, pengine wakawa daktari na medicine, lakini wanasema hapana, tutafanya maspecialite, wanafanya maspecialite, lakini de l'hôpital à l'église. Sababu pale ndio kwa point. Na mule mwingine wakisema, ndugu, tayarisha mambo ya nyuma yako, maana kufa utakufa. Si kweli. Utakufa, lakini wakisema, lakini ndugu, bado pana tumaini. Kwa kukatwa kwa mtu aibu, ana chipukizi inayopa. Kwa kukatwa kwa mti, hata kama mwili umeguswa. Oh, haleluya. Mnajua sienda hata kwa tunaimba. Mimi sema hii dogo. Tatema mwina anaenda mhospitali. Wakapima. Wakasema hapo unamaliza maexame zote. Okay. Ofuta mbongo na mimi. Nabino au nabiso? Nabiso. Fokuyo na lingala nayo. Kwani kabisa na lingala tuijue. Bakafuta mbongo. Après quelques jours, un mois, kwanza haikuenea. Uje kupita. Banapima tena si examen. Wewe mulipima juzi, utapima nini tena? Tuseme kwamba madaktari wameshindwa. Lakini pana daktari mmoja hakusomea hapa. Masomo yake haiko hapa. Yeye amesomea kwetu hatujue. Yeye amekaa juu ya daktari wote. Tunapomwita anakuambia usiogope. Mwili unauma, lakini pana neno unasema usiogope. Na hii neno nakupa miaka. Lile neno la daktari tu. Alisomea psikoloji bwana. Amefanyika bora kuliko wote. Amefanyika bora kuliko malaika wote. Yesu amefanyika bora. Simame. Sasa nasikia kale kalimu kaima nikasema, Roho Mtakatifu nawe sungeniachia samie njo ni kweli anza hivi nilikuwa nishaitayarisha lakini yeah.
kuthibitisha kujua kwamba Roho yuko hapa, Roho anatembea, Roho anakomunicate watu, anaambia mtu imba haka, wacha sikaimbe, nimekupa hako. Haleluya. Na tuseme kwamba pana kazi Yesu amefanya baada ya kufufuka. Kuko kazi amefanya. Sifa kubwa. Sawa, tuko muhabari za shamra, hatuyatoka pale, tungali muhabari Yesu amefufuka, na iko nazidhihirisha kwa mitume na kwa watu wote kwamba amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hii nipelekee kusema kwamba pana hayati ndugu yako. Kuna ndugu yako amekufa. Unakiona alikufa juzi. Ni hayati saizi. Hayati nani? Hayati Biandike. Hawezi mwite tena na ukie hayati Biandike. Marehemu Biandike. Siki? Unasikia huruma? Unasikia huruma? Hatutasikia huruma sawa. Biblia inasema kufa ni Kristo. Amen. Kwa Mkristo kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa Mkristo wa kweli. Paulo ndio anasema vizuri, wanaolala. Tukilala tutaamushwa tena. Tukikufa hatutaamushwa. Kuna mmoja asiyekuwa hayati, hana marehemu yeye Yesu. Tangu mwanzo tunamwita Bwana. Tangu kabla mwanzo wa ulimwengu. Unajua, ninasikia pia wakati niko nafundisha Yesu. Nasikia mzuri sana. Yeye ndiye aliniajiri. Yeye ndiye patron wangu. Yeye ndiye alinipa kazi. Sasa kama wanakupa kazi, tetea patron yako. Ndio. Amen. Kuko, usinipatie kazi bwana. Nikose kukuita bosi. Iko pale, mwambie, sikuwa nakuita bosi. Ndio. Bosi mzungu, unasema ya baba. Ndio. Iko pale. Unasifiwa sana. Ni lazima tumtetee bosi mwenye ametuajiri. Amen. Sasa yeye pana kazi amefanya baada ya kufufuka. Tutakimbia sawa, muda wetu utatunyonga kidogo, lakini tuseme baada ya kufanyika bora, amemaliza yote msalabani, akafa akafufuka, kusudi tusibakie mu mashaka juu adui atatokea, na ule adui atatokea atakuya kutudanganya, na walishaanza tokea na wanakuya kwa kasi. Lengo lao ni kututoa kwenye msingi ulio bora, batujie kumsingi usio bora. Kama kanisa hatuikale, tujifunze Biblia, tujifunze Yesu, tujifunze Bwana wa mabwana vizuri, hatutaweza pale mbele. Adui atatukamata, na anapotukamata anatutosha Yesu ndani, anaweka shetani ndani yetu, na anapoweka shetani, wewe unakuwa moto tena. Sababu shetani haezipenda yeye peke aingie mgehenamu, inabidi awe na karkezo ya watu atapeleka mekuwapata, inabidi awadanganye. Sababu yeye ni mdanganyifu, yeye ni mdanganyi, anadanganya. Wanasema yeye ni baba wa uongo.
anapofika anadanganya, na wala kweli haikuonekana ndani yake. Sasa shetani anakuwa na auxiliaire, shetani anakuwa na watumishi penye wako wanatengeneza makanisa nao, na wanapotengeneza makanisa banakuja mjina la Yesu. Tuwakikia mjina la shetani hatuwezi kuwaamini, inabidi wakuye mjina la Yesu. Biblia inasema ukiangalia ndani yao wanamkana Kristo, lakini wanamhubiri. Na watu wengi wanapepetwa sana, pepetwa sana, na wengine wanasema unaona kule kulishakuwa mbali paraporo akwa au paraporo au kule kulishakuwa mbali. Unasalimia wale watu ya kule, funga kinywa. Kuna mtu mwambie funga kinywa chako bwana, funga kinywa. Unasalimia wale ya kule. Utende kasha. Uko wapi? Mtu kwa mwinume ya kupanda ya shambre mbili na salo ya mbao. Unaenda kasha. Sisi tumeona Yesu. Tumeona Yesu hapa. Tumeona Bwana wa mabwana hapa. Tumeona mtenda mema hapa. Tumeona Yesu Siloamu. Tumemwona. Nimemwona kwa macho yangu, tena ninaishi baraka zake. Nimemwona kwa macho yangu, tena ninaishi baraka zake. Ni kweli tumepita kati uvuli wa mauti, wanakuja niangalie, umekuza Yesu amshekera ule umenipa mafuta. Haleluya. Bebataenda waende waona Yesu. Bebataenda waende. Tumemwona kwa macho yetu. Minona kwa nitosha madame. Minona kwa nitosha bebegaene. Na wewe uko na historia. Muriago ya mshekere. Wako wanaita Yesu. Unajua, mimi ndezaanza uhubiri Yesu asubuhi mpaka kesho asubuhi. Naanza saa hii mpaka kesho asubuhi bila kukata. Tumpende Yesu. Amen. Alikaa siku 40. Ule mwenye amefanyika bora alikaa siku 40 wanafunzi. 40 jours. 40 jours. Iko na Bwana asifiwe sana. Kama utakuwa unaandika itakuwa vizuri. Actes des Apôtres chapitre 1 le 3e verset. Alikaa ituambie, ikufunze kwamba kuko kazi yenye amefanya kuko kitu amefanya baada ya na ikupatie leso kujua kwamba Yesu haiko momoka. Ni yule jana leo na hata milele, wala habadiliki kamwe. Amen. Kule kututaanza rudia amefanyika bora. Amen. Ya pili, alithibitisha kuwa
yeye ndiye. Kujithibitisha ni kuhakikisha. Akahakikisha. Baba Perinosa, tusaidie, usimame tuambie juu ya hizi habari. Kujithibitisha kwa Luka 14:38 hadi 42. Amejithibitisha. Luka 14:38 hadi 42, Biblia inasema hivi. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Nani anasema? Kwa nini Yesu? Nani anasema? Yesu anasema. Ni Yesu. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Na nini mko na matute? Tazameni mikono yangu. Mwangalie mikono yangu. Yakuwa ni mie. Shikeni. Na hivi mko na mashaka, muniguse. Muone kwa kuwa roho haina mwili. Muone jinsi niko na mifupa. Na mifupa kama mnavyoniona. Niko na mifupa. Yesu niko na mifupa. Amefufuka na mifupa. Na baada ya kusema hayo, ona sasa anataka sema nini? Aliwaonyesha mikono yake. Akaonyesha alama za mikono. Kisha basi walipokuwa hawajiamini kwa kufurahi, batu wako wanakuwa sawa, wanajiaminisha huku wakistaajabu, kufurahi mehawaamini. Aliwaambia, akasema ni mna chakula chochote hapa? Okay, eske mko na chakula? Wakamfata maandiko vizuri. Yesu akawaambia, msimu wa haria. Ushaona msimu iko anakula. Yesu iko anapenda kubakonfirme kembie ndiye. Bakinikiwa tokea batawasia ni msimu. Naambia eske mko na chakula? Kisha wakasema. Wakampa kipande cha samaki. Wakampatia samaki. Amen. Usikwe na ima mwenzako samaki. Amen. Wakampatia kipande cha samaki. Endelea. Akakitwaa. Akala mbele yao. Amen. Akakula mbele yao. Unajua mpaka leo Uislamu nao wanaamini kwamba Yesu ni Bwana. Ndio wanamuitika Isa bin Maryam, Isa mwana wa Maria. Ukipata mijadala mingi, pana Waislamu mpaka sahizi wako wanasema Yesu ni Bwana. Na hivi Kristo utire attention, ufanye angalisho na usome na ufahamu. Maana Biblia inasema kwa Mathayo 24, na itakapokuwa ufalme wa Mungu wa Kristo utakapohubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapotokea. Soma vizuri. Aliwapatia mifano, mataifa watapigana mataifa mengine itafanyika hivi na mengine, akawaambia ile mwisho bado. Akaendelea na akawaambia hivi, niwaambia sasa ile mwisho, ile ni kodi ya Wakristo, na Mkristo mwenye aweke ile kodi jina wataingia. Kama angalia vizuri, itakapokuwa ufalme wa Mungu utakapohubiriwa, Yesu ahubiriwe fasi yote, kukuwa ushuhuda kwa watu wote. Yesu anasema hivi, yeye peke Bwana wa mabwana, hapo ndipo ule mwisho utakapotokea. Ile ni kodi, na ukiangalia bila unasulia. Amen. Yesu akakula mbele yao, akawaambia, mie njoo, nilifufuka Bwana wa mabwana kama ilivyoandikwa. Haleluya, haleluya. Kwa habari za Emmaus, wanafunzi wawili wanaelekea Emmaus,
wakati wanakapanda kidogo, utakutana walikutanana naye kwenye njia. Hizi habari unazijua, lakini inatuonesha kwamba anajithibitisha, anajikonfirme kwao kwamba amefufuka. Simame. Sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Yesu amekula, ni kwa ushuhuda kwa watu wote kwamba Yesu wetu haiko mzimu. Yesu wetu iko hai, tena hai, tena hai, tena iko hai, tena iko mzima, tena iko na tunamsikia ndani yetu, nisi iko na. Amen. 3. Amen. Alionekana mara 12 na mara 12 na mara kadhaa kwa wanafunzi. Ameonekana kwa wale ambao wanawake waliokuwa kwenye kaburi. Ameonekana kwa Magdalene. Ameonekana kwa watu 11 ile tena ile 11 wanafunzi. Ameonekana mpaka kwa watu 500 njonga Mswahili 500. Kama hivi ya kujifichika, Yesu anaonekana mpaka 6. Kusudi kila mtu aanze ongea ke Yesu amefufuka. Amen. Amen. Sema amen. Ya ine, Yesu alifundisha baada ya kufufuka. Yesu alifundisha. Mathayo 18. Mathayo 18 nasema 18 mstari wa 20. Kawaambia, nimepewa mamlaka yote. Sema pale Bwana. Baada ya kufufuka, hii ni baada ya kufufuka. Anaanza kufundisha. Ndio anasema, nasoma, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Rudia huko. Anza pale kufanya ndio pale. Anza basi kujisikia. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuwashika yote niliyowaamuru ninyi. Ndio. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Yesu amefundisha kwa Injili ya Mathayo. Na ameambia wanafunzi, mimi nawaambia, niko nawaambia mwende. Yesu kwa mseminari baada ya mzimu hawezi kufundisha. Be wanamwona iko anawaambia macho kwa macho. Bwana sifi. Macho kwa macho iko anawaambia. Anafundisha kwa Marko 16:15. Amefundisha kwa Luka 24:45 mpaka 26. Amesema hata kwa Yohana 20:11-13, hata kwa Matendo ya Mitume sura 1:8-11. Tusome Matendo ya Mitume. Yesu amefundisha baada ya kufufuka kwake. Ataweza posha vitu which ons inasema Matendo ya Mitume sura 1:8-11 inasema hapa. Ndio. Nasema hivi. Lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu. Akisha kuachilia juu Roho Mtakatifu. Yesu iko anasema baada ya kufufuka. Ndio. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, Samaria, hata misho ya dunia. Akisha kusema yale, walipokuwa wakitazama, ndio akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Ndio walipokuwa wakikaza macho mbinguni,
Yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Beleza chiata. Amen. Yesu amesema, haiko vya kusema c'est une historia. L'histoire est une science qui étudie le passé de l'homme depuis son apparition jusqu'à nos jours. Il haiko historia. Papa Walideko. Il haiko histoire. Il yako ya science. No. Haya ni mambo ya roho. Ule Bwana mwenye anaikalia teknolojia zote njoo mwenye iko anaongea baada ya kukufa, baada ya kufuka. Amesema Bwana saidie sana. Ya tano, amerejesha waliopotea. Oh, haleluya! Amerejesha waliopotea. Kamata Biblia mzee, tuendee pale kwa Yohana 11:15 hadi 14. Nasema hivi, ndio basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Yesu akamwambia Petro, je, Simoni wa Yohana, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Unanipenda? Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, Simoni wa Yohana, wanipenda? Unanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Ndiyo. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika. Kwa vile alimwambia mara ya tatu, ndiyo, wanipenda? Akamwambia nini? Bwana, wewe wajua yote, watambua ya kuwa nakupenda. Yesu akasema nini? Lisha kondoo zangu. Amen. 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 Yesu anarejesha, anarudisha Petro, na Petro hakuenda yeye peke, akabeba yeye na wengine walikuwa seti. Uniambie batu wako 11, me Petro mwa hii ekipe yeye peke akabeba seti. Unaona hii ministeri kama iko ya kimungu inapaswa kufa. Juu kama tunapigana ekipe mbili ya shetani bako tuse mtere me yetu bakonga tua au kati. Unaona kama hapo kwa hii ministeri kunapaswa kuwa tatizo. Ndio maana tunaitaka watu wakie kwa Yesu, bakie mwekipe ya Yesu, batoke mwekipe ya shetani ya ulimwengu. Una mtu anasema mimi si kwa Mungu wa shetani, ndio ya kuwa na hauna kwa huko mwenye ana kwa huko kwa wapi? Hana kwa huko, na anasema nitawatapika kutoka kinywa cha kia, ni hamna moto, hamna baridi, lazima uwe moto. Haleluya! Ndio maana tunaitaka watu tukue, tuingie mwekipe ya Yesu kusudi tufanye flow. Tuko wa mtunia, tuko watu ya hapa tunapita, hatuko wa mtunia, tuko kwa mtunia kwa muda kidogo, lakini hii muda kidogo Baba inabeba. Ili wanakuambia muda kidogo. Paulo anasema tu wasafiri tena wapitaji. Soma ile vizuri. Unapita kwa nani sasa? Yakobo anasema tazama mfano wa dunia hii ni nani? Ni Ibilisi. Atusaidie sana Yesu. Ndio maana tunaingiaka, baimani wanaingia pale, baomaji wanaingia pale, babashemasi wanaingia pale, wazee wa kanisa wanaingia pale, wainjilisi wanaingia pale. Hivi Kristo haiko na reforme bure. Ni kusudi tufanye maentrenema za kupigana vita.
kama huyu wake jana ingia mnyantrema mekuko metre mwaliwekeo mchungaji anatuongoza hivi ndio mnaanza fanya hivi lazima tuko vita ya sita. Aliwazaa upya wanafunzi, haiko shida, mitume aliwazaa upya. Amen. Yesu amewazaa upya. Kwa Yesu kuna kusomea Yohana 12:12. Niseme hivi. Yesu tarisha ile andiko. Yesu alizaliwa mwagano la kale. Mnajua vipi? Yesu alizaliwa mwagano la kale. Amechagua wanafunzi mwagano la kale. Njoo pale kwa tunasoma kwa Waebrania 8. Ametengeneza agano jipya. Bwana, ili agano jipya liko bora kuliko agano la kale. Waebrania anasema, nimesoma kitabu cha Waebrania vizuri. Waebrania inatapa Yesu kompa possible. Amewachagua wanafunzi walikuwa mwagano la kale. Unaona kwa wale watu Yesu aliwatiza wanafunzi. Nina sana usome Biblia. Siwe kama pale kupale kwenye Yesu aliwatiza Petro,